Na kusogezea makala hii ambayo itakutoa sehemu moja kwa sehemu nyingine, lakini pia itakufungua macho, itakufungua akili, itakufungua ufahamu na kutambua kwamba kuna watu hawa muhimu kwenye maisha ni changamoto kwa watu walio wengi. Nakupa title ya hii video inasema 3 possible enemies in success, kwamba maadui watatu wakubwa katika mafanikio. Adui wa kwanza anayekufanya wewe usiende sehemu nyingine ni kukaa kwenye eneo ambalo umelizika nalo. Stay in the comfort zone. Kukaa kwenye eneo ambalo umelizika, eneo ambalo halikupi changamoto, eneo ambalo unapata kila kitu kwa muda mwafaka, autumii uwezo wako binafsi na nini vitu kama hivyo, hilo eneo liogope sana. Hiyo ni moja wa adui wakubwa sana watu walio wengi. Na watu wengi wamekwama hapa kwa sababu wakiamini hapa ndo mwisho, wamefika mwisho. Kuna story moja nishawahi kusoma kwamba chura anavyoishi majini. Huyo chura amezoea kuishi majini. Sasa miaka yake yote ilikuwa ni majini. Siku moja ikatokea kiangazi kikubwa sana, kikamfanya kuishi majini kwake kwa na changamoto, kwa sababu maji yamepungua kimo. Mwisho wa siku hata wadudu walikuwa wanawapata hawapatikani tena, ikawa ni ukame. Akaanza kuangalia nje ya kisima alikokuwa anaishi, akagundua kuna wadudu wengi wanapaa, wanapatikana kule nje, kuna majani pia. Akasema ngoja nijaribu siku moja niende kule nje. Siku aliyoruka kwenda kule nje alikutana na wadudu wengi sana, tena wa aina tofauti. Ikamfanya kumfungua fahamu kwamba kumbe maisha yangu nimezaliwa huku kwenye maji, lakini haimaanishi kwenye maji kuna kila kitu. Haimaanishi hivyo. Haimaanishi hivyo. Wewe kuzaliwa kwenye familia ambayo ina vitu fulani, wamekuaminisha kwamba wewe bila kufanya hivyo uwezi, haimaanishi kwamba hiyo ndo limitation ya uwezo kufanya kitu kingine. Hapana. Kuna story nyingine. Huyu mfugaji alichukua yai la nani? Yai la eagle, tai, akamwekea kuku akaliatamia, akatoa. Vikawa vyote ni vifaranga, vikakuwa kama vifaranga, lakini kwenye ukuaji vinakuwa tofauti. Unajua vinakuwa tofauti. Vilivyokuwa sana wakawa wakubwa, wakipaa distance ndogo, yule kifaranga anashangaa, mbona mimi napaa kuliko wengine? Siku moja wakiwa na yule mifugo kama hapa kuku, punje za mahindi wanakula pale nje, tai wengine wakapita angani wanapaa. Alivyoangalia akaona, mbona mimi kama nafanana na wale? Mbona mimi nafanana kama wale? Akasema ni kweli, ngoja nijaribu kama naweza nikapaa kama wao. Alipojaribu akagundua anaweza kupaa kama wao. Akurudi tena akamwambia, mimi sio wa huku, mimi ni wa kule. Tunajua tai ndo ndege ambaye anapaa sehemu ndefu sana kwenda juu, na ni mkubwa na umbo kubwa, hauwezi kuonyesha na kuku. Hata kama ukisema kama unalisha na kuku chotala, kuku wale wa mayai broiler, lakini bado hauwezi kumlinganisha na yule tai. Kwa hiyo nataka niseme nini kwenye hiki kisa kidogo au visa vidogo, ni kwamba usigangane sehemu ambayo unaona hata kama unapata kila kitu lakini bado upati amani. Nenda nje ukaangalie, wewe sio wa eneo hilo, bado kuna eneo lingine inabidi uende. Okay, unaweza uko pale lakini ukabidi ukaboresha zaidi. Usigangane na njia zile, kanuni zile, taratibu zile. No, unaweza ukabadilisha kanuni na taratibu ukafanya kwa upana wake. Adui wa pili ni kushikilia watu ambao hawakusaidii. Helpless people, holding helpless people. Unawashikilia watu ambao hawana msaada wowote kwenye maisha yako. Yaani unawagangania kana kwamba bila wao wewe hauwezi kuwepo. Bila wao huwezi kuwepo. Sio kweli.
wale maadui wakubwa. Angalia mawazo yao, angalia fikira zao, angalia njia zao. Kama hivi vitu haviendani na wewe mwenyewe, usipende kugangania watu, usipende kugangania watu. Nenda angalia watu wanaofanana na wewe. Wewe ni mtu ambaye unapendelea jambo fulani, kama video iliyopita nilipoelezea mambo ya vipaji. Angalia watu wanaofanya kitu ambacho wewe unakifanya. Yaani usiganganie kwa sababu wewe unapenda mpira na unagangania mpira. Kama sio kwako, achana nako. Tafuta sehemu ambayo wewe unaifanya kwa furaha. Huyo mtu akija kwako kila siku ni story ambazo wewe baadaye unasema jamani, amenipotezea muda wangu, ningefanya jambo fulani, jamani. Basi kama umeshagundua hiyo ndio changamoto, mwambie bwana, mimi muda fulani nakuwa niko busy na jambo fulani. Au anza taratibu kukata ule uhusiano. Ule uhusiano. Kwa hiyo unakuwa unapunguza maadui taratibu. Huyo ni adui wa pili. Adui wa tatu ni njia ambazo zina vikwazo au vizuizi ambavyo havina tija sana. Ni vizuizi ambavyo vina mafanikio machache, afu havina vikwazo vingi. Tunaamini mtu unapokutana na vikwazo vikubwa, vinakujenga misuli ya imani, vinakujenga misuli ya kuendelea mbele. Kwa sababu ukikutana na kikwazo, unaangalia nitumie njia gani kupita hapa. Angalia kwa mfano hizi kaveta zinapojenga barabara, zifika sehemu kuna mlima mkubwa, kuna miamba mikubwa, energy iliyotumika, nishati iliyotumika mwanzoni na hii ni tofauti sana. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu gani? Kwamba mtu unapokutana na kikwazo kikubwa, automatically kinakujenga msuli wa imani, kinakuongezea nguvu ya kuendelea mbele, kinakujenga uwezo wa kuendelea mbele. Ni maana ni kwamba haubaki pale pale ulipo. Acha kugangania na vitu ambavyo haupati changamoto. Yaani tunaamini kwenye changamoto ndoko kuna mafanikio. Hata uumbaji unaangalia kwamba Mungu aliangalia dunia ilikuwa ni ukiwa. Ile ilikuwa ni changamoto kwa Mungu, ilikuwa ni ukiwa. Sasa ule ukiwa ulimfanya Mungu iwe changamoto. Kwenye challenge hii, how can I solve this problem? Through the problem napata solution. Umeona? Kupitia changamoto ile aligundua tayari nina utatuzi wa 1, 2, 3. Kwa hiyo usiganganie eneo ambalo alikupi changamoto. Au maadui matatu kama nilivyokutajia. Usiganganie eneo ambalo umelizoea kwa kawaida. Usikae na marafiki ambao unaona marafiki hawanifikishi mimi kule nakoenda, lakini usichague njia ambayo haikupi changamoto yoyote ile na vikwazo vichache sana. Kuanzia leo badilisha mentality yako, amua kwamba unaenda kufanikiwa. Nikuone kwenye mafanikio, nikuone kwenye mapambano. Unaongea na Coach Eliud Shengoma. Usiache kufuatilia video nyingi kupitia YouTube kwa jina Eliud Shengoma, lakini pia ni follow TikTok, Instagram na Facebook kwa jina hilo Eliud Shengoma. Asante sana kwa kwenda kwa mdau mzuri wa video hizi. Asante.